Siku nyingine bibie leo akiwa amelala hapa, ghafla akajisikia vibaya, akakimbia nje kutapika. Kurudi akawa amekaa na waza, lakini dalili hizi ni kiashiria wazi kwamba bibie ni mjamzito. Bibie alifanya maamuzi ya kwenda kupima na akajikuta kweli ni mjamzito. Ikabidi ampigie Elliot, lakini Elliot bado hapokei simu. Ikabidi amwachie ujumbe wa voice note kwamba yeye ni mjamzito. Kwa bahati mbaya sasa, wakati anaongea yale, kumbe mzee alikuwa nyuma. Ile anageuka, mzee alikuwa amesikia yote. Mzee akaanguka. Maskini bibi alilia, baba, baba. Naumiza sana. Katika momenti zinaumiza kwenye hii movie ni hii. Bibi akamchukua baba yake. Mida Elliot akawa amekuja na gari yake, akaita sana hapa nyumbani, lakini chini akakuta simu ya bibie. Akajaribu kuendelea kuita ndani labda atakuwepo, lakini hakuona mafanikio. Akakaa pale mpaka usiku sana, akasinzia. Bibie tunamuona anarudi akiwa analia sana. Sijui ni nini kimetokea, lakini analia sana. Elliot naye akashtuka baada ya kusikia kile kilio, akamuona bibia, akamkimbilia, Amara, nini kinaendelea? Nimekuja baada ya tu ya kuona ile voice note yako. Amara, ongea na mimi, kwa nini unalia? Nini kimetokea? Amara pumzi ikawa inakuja inapotea, analia sana. Bibi akasema, alinisikia wakati nakwambia kwamba mimi ni mjamzito. Jamaa akasema, hey, kawaje? Akasema, hati hataki ilimpata na nikamchukua kumpeleka hospitali. Huku bibi analia sana, anaongea kwa uchungu. Elliot akamuuliza, kwa hiyo anaendeleaje mpaka sasa? Bibi akasema, mpaka sasa hapumui. Bibi alilia sana. Moja kati ya sini naumiza sana ni hii. Kama una machozi ya karibu, ndugu yangu, usiangalie. Umiza sana. Hii movie nimetafsiri kwa roho ngumu, lakini moment imeniumiza kusema ukweli. Bibi alilia sana yani. Ngoja niwaachie hata msikie uchungu ambao anaupata huyu bibi hapa. I'm with you, I'm here for you. Amara, calm down, hold yourself together, please. Kiukweli inaumiza sana. Bibi alilia kama kichaa yani. Kama bado mzazi wako yuko hai, kusema ukweli, hii movie imetupa funzo kubwa sana yani. Kama mzazi wako bado anaishi, jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu ipo siku anaweza akatokea kama yalomkuta bibi Amara, na hii ni kwa sababu wa kumsikiliza baba yake, akafanya mambo ambayo anajua yeye, mpaka ikafikia hatua mzee wake kaja kupata taarifa mbaya ya ujauzito wa binti yake na ikapelekea kifo chake. Kwa hivyo wewe binti, wewe kijana ambaye uko nyumbani, jitahidi kama ni kupambania elimu, pambania elimu, kwa sababu hiyo ndio itafanya wazazi wako wafurahi. Na kama kuna kitu kingine ambacho mzazi anafurahi ni kumwona binti yake au kijana wake anasoma na kupata elimu nzuri. Jitahidi usiwe chanzo cha majuto au huzuni ya mzazi wako. Basi bana, Elliot alimbembeleza bibie, lakini na yeye ilimuumiza sana. Elliot akawa anambembeleza bibie huku na yeye anaumia. Kiukweli inaumiza sana hii moment. Basi walifanikiwa kumzika mzee, lakini binti hakuwa sawa. Bado alikuwa analia sana, anajuta. Anakumbuka mambo yote yale ambayo aliyafanya yeye na baba yake, mambo ambayo yalitokea, zile momenti za utani na nini. Zinamuumiza sana. Kuna kitu kinaumiza kama kumbukumbu. Pale ambapo mtu wa karibu, mtu ambaye ulikuwa unampenda amefariki, zile kumbukumbu nzuri ndo waga zinaumiza sana. Mambo yote lakini usipotelewe na mzazi. Elliot alimletea chakula na kuendelea kumbembeleza bibie, kumwambia kwamba anajua inaumiza kiasi gani, lakini apate hata nafasi kidogo ale chakula. Basi siku zikawa zinaendelea kwenda. Bibie leo akiwa amekaa hapa, wale majirani wakamfuata na kumlaumu sana kwamba yeye ndo amesababisha mpaka Ogamos amefariki. Ile kitu limuumiza bibie. Alirudi nyumbani analia sana yani. Akampigia simu Elliot na kumwambia hili limemshinda. Basi bana, Elliot akabidi amfuate ili aende akakae naye nyumbani kwake, lakini bibi akawa na wasiwasi kwa sababu kama unakumbuka, Queen alikuwa hawapatani kabisa. Queen alikuwa anamchukia, lakini Elliot akamwambia kwamba Queen ndo yeye aliyomwandalia chakula ambacho alimletea yeye. Kwa hiyo Queen sasa hivi hana shida na yeye kwa sababu anaelewa kwamba bibi amebeba kiumbe cha mshikaji ambacho nika anti kake sijui kaanko kake, itakavotoka ndo itakavokuwa. Kwa hivyo hana chuki tena na yeye, ameshakubaliana na hali. Bibi
akakubali na akafurahi, kwa hivyo wakaenda mpaka nyumbani. Walipofika nyumbani, Queen alimpa pole sana, akambembeleza bibie, na kwa sasa hana ugomvi naye tena. Akachukua begi lake na kumpelekea ndani. Miezi 5 ikapita. Leo tunamwona bibie Amara akiwa amelala katika wenge la usingizi. Ile anaamka, anamkuta Elliot kashika pete huku anaongea, anasema, from the moment ulipoingia kwenye maisha yangu, na hilo tabasamu lako zuri na hayo macho yako yanayotazama moja kwa moja kwenye mboni za macho yangu, kiukweli umenimaliza kabisa. Yani umenipa upendo ambao sikuwahi hata kuutarajia. Amara, nataka ulifeel kila neno ambalo nitatamka mbele yako. Will you marry me? Utaniruhusu mimi niishi maisha yangu yote na wewe, nikufanye wewe mwenye furaha kama unavyonipa furaha. Bibie ni nani apinge? Akasema yes, I'll be your wife. Mimi napenda sana moment kama hizi. Nitumia nafasi hii kukwambia ya kwamba upendo wa kweli siku zote una nguvu. Upendo wa kweli siku zote unaishi. Mwamba alitokea kumpenda bibie kwa mara ya kwanza tu amemwona, yani mwanamke ambaye alikuwa anacheza tu kwenye masehemu ya starehe, lakini mwisho wa siku yeye hakujali hilo, alimpenda, na ndo mpaka sasa amefanya kuwa mama watoto wake. Aisee, mapenzi ya kweli hapo jamani. Pendaneni. Pale ukimpata mtu ambaye unahisi kabisa ni sahihi kwenye maisha yako, we mpende na usirukeruke, you know? Mimi ni Milan na namaliza movie hii kwa staili kama hiyo. Ninakushukuru kwa kuwa nami mwanzo mwisho. Ninachokuomba ni kwamba subscribe na turn on notification bell ili nitakapoachia kazi mpya wewe wa kwanza kupata taarifa. Na pia nataka uniachie comment hapo, ni movie gani ya mapenzi unataka nipite nayo, ama ni movie gani nyingine nzuri zaidi ambayo wewe unaipenda, unataka mimi nipitishe maneno ya Kiswahili, sauti nzuri, the voice of healing, the voice of love. Asanteni sana. Bye.